aliyatenda, ule wajibu aliyoutimiza alipokuwa duniani katika mwili, ndio alionekana ana vazi. Bwana tusaidie sana vitu vya namna hiyo. Na wale wanafunzi walirudi nyumbani bila kumwona Yesu. Kwa nini? Hawakuwa wanaamini kwamba amefufuka katika wafu, lakini pia hawakuwa na haja ya kumuona. Mnanisikia vizuri? Walipokuta lile jiwe limeondoka kwenye mlango wa kaburi, wakaingia ndani, wakagusagusa yale mavazi, wakaondoka, wakaenda, kwa sababu walikuwa hawajaamini kwamba Yesu amefanyeje? Amefufuka. Kwa nini Mariamu alimuona? Mariamu alimuona kwa sababu ya zile jitihada za kuandaa zawadi ampelekee. Kwa hiyo moyo haukumtuma kurudi bila kukabidhi zile zawadi. Bwana tusaidie sana. Ndio maana alibaki pale analia, alibaki pale analia, alibaki pale analia. Sawa ndugu zangu? Lakini pia hapa tunajifunza jinsi Mungu au Bwana Yesu anavyothamini machozi ya mcha Mungu anapokuwa anamtafuta. Hapa inatujuza jinsi Yesu anavyothamini machozi ya mcha Mungu anapomtafuta Yesu. Bwana tusaidie sana. Wale kina Petro walioenda, hata kama walikuwa na huzuni au walikuweje, lakini Biblia inasema walikuwa wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi. Ila Mariamu machozi yakasababisha amuone nani wapenzi? Amuone Yesu. Bwana tusaidie sana. Kabla hatujahama kwenye pointi hizi kwenda kwenye mambo ya meza ya Bwana, je, sisi kama sisi tumejiandaje wapenzi kumuona Yesu aliyefufuka katika wafu? Tumejiandaje kutoka nyumbani kwamba tunaenda kanisani? Tumejiandaje? Je, tutatoka tumemwona Yesu au tutatoka tumezigusa zile sanda? Bwana tusaidie sana. Lakini wanaheri wale ambao waliandaa manukato kwa maana ya mioyo yao, wale ambao wameandaa zawadi kwa maana ya maisha yao kabisa, kwamba Yesu aliyefufuka ayatawale kikamilifu. Hao watamwona Bwana katika ulimwengu huu. Bwana tusaidie sana. Kwa nini Mariamu alimuona Yesu? Alimuona kwa sababu tulizoona katika Marko ile 16 kuanzia mstari wa kwanza. Walionekana wako watatu wanaonunua zawadi kwa ajili ya Yesu. Wakaenda, ila waliporudi kuwapasha wanafunzi, aliyeenda mara ya pili alikuwa mtu mmoja anayetajwa katika kitabu cha Yohana. Sawa wapenzi? Hata wale wawili japo walinunua zawadi, walishiriki tu kuzinunua, ila hatusomi kwamba waliporudi mara ya pili waliendelea kuomboleza pale kaburini, yule Salome na yule Mariamu mwingine. Habari zinamtaja Mariamu Magdalena. Sawa wapenzi? Ambaye alirudi mara ya pili baada ya kuwajuza wanafunzi. Aliporudi mara ya pili, wale wanafunzi wakaondoka, yeye akabaki pale analia. Yale machozi na zawadi zake zikasababisha Yesu, kabla hajaenda kuripoti kwa baba yake, kuripoti kazi, kukabidhi, akarudi tena kujitambulisha kwa Mariamu. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Baada ya hapo tuende sasa kwenye ibada ya meza ya Bwana. Naomba nimshukuru Mungu, tuende kwenye ibada ya meza ya Bwana. Mungu wetu, nakushukuru kwa neema ya neno hili ambalo tumejifunza juu ya habari za kufufuka kwa mwanao Yesu Kristo. Tumeona wale wanafunzi akina Petro walizokwenda kaburini, wakaambulia zile sanda na ile leso, wakarudi kwa kuwa bado walikuwa hawajaliamini lile neno, hawajalikubali. Lakini tumeona jinsi Mariamu alivyong'ang'ana mpaka kumuona Yesu. Tunaomba kwa kuwa tumelisoma neno hili, Roho Mtakatifu atuwezeshe kila mmoja kutujuza ni kwa namna gani binafsi tuweze kumuona Yesu aliyefufuka katika maisha yetu ya kila siku. Tunaomba neema ya neno hilo ikatuatamie, ikatufunike katika jina la Yesu aishie na kumiliki. Sasa tunapoiendea ibada ya meza ya Bwana, tunapoendelea tena kulitazama lile agano, ninakushukuru Mungu wetu kwa sababu Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi kutujalia neema juu ya neema katika jina la Yesu aishie na kumiliki. Amen.